Yes, lakini mtumishi, tumeona staili yako ya uimbaji. Binafsi yangu niliona ulikuwa unaimba wimbo wa House Girl. Nadhani ilikuwa ni kama sokoni, yani sokoni ukalala chini, na watu wengi wamekuwa wakisema kwamba pengine akili haziko timamu kwa namna unavyoimba. Labda unaweza kuzungumziaje staili yako ya uimbaji? Sieleze staili yangu. Sio kwamba nimeanza hapa. Okay. Nimeanza toka huko nyuma. Sasa kwa nini nafanya vile? Mimi nilikuwa na ugonjwa wa kifafa. Kwa muda mrefu sana. Na wazazi wangu walijitahidi kunihangaikia kwenda kwa waganga wa kienyeji. Jamani. Sasa waganga wakawa wamewapa wazazi wangu ilizi mbili. Ilizi moja nilikuwa navaa kiunoni, nyingine navaa kama mkufu. Lakini bado kifafa kinaendelea. Sasa nilipokutana na Bwana, lakini kabla sijaendelea kusema kukutana na Bwana, siku moja kifafa kikanikuta wakati niko chooni, vile vyoo vya miti. Sasa kile choo miti kumbe ilikuwa imeoza. Nikaanguka, ile miti kavunjika. Nikazama chooni, choo chenye mavi. Sasa Bwana akiwa amemkusudia mtu hawezi akaondoka. Sasa kumbe kuna mtu mwingine anakuja sasa kwenye kile choo na yeye kuleta haja zake. Ndio akakuta natapatapa kwenye kile choo, endelea kuzama. Sasa huo ushuhuda napewa nikiwa hospitalini sasa. Umenielewa? Yani mosa muno kama mafi, mosa muno kama mafi. Sasa baada ya hiyo 2001 kuokoka, Bwana kama niponya na ule ugonjwa wa kifafa. Ngoja, 2001 ulikuwa na miaka mingapi? 2001 ndio nimetoka kumaliza la 7. Maana yake 84. 2001 miaka mingapi? Miaka mingi. Nimemaliza darasa la 7 2001. Hapo nikawa napata ajira sasa ya kulisha ng'ombe. Nataka kujua kifafa ulipona mwaka gani? 2001. Kuokoka. Okay, sawa. Kwa hiyo baada ya kunusurika na mauti ya kifafa tena kwenye shimo la choo, nikajiona kwa kweli mimi sitaimba kama wanavyoimba wengine. Sitafanya huduma kama wanavyofanya wengine. Nitafanya vile ambavyo ninaamini moyoni mwangu kwamba pengine ninaweza kufanya huduma, kwani Mungu ameniepusha na lile shimo la choo. Na ndio maana vita imekuwa kubwa kidogo, kwa sababu watu wengine nasema kwa nini usiimbe kama waimbaji wengine? Wengine hawajai kuumwa ugonjwa wa kifafa. Unajua ugonjwa wa kifafa usikiaje kama vile usikiaje kwa mtu mwingine. Na naamini kuna wengine wanaweza kuwa na maswali na comment. Lakini mimi hii style ya kuimba yako sasa, unakuta naimba natembelea mgongo. Hapo sivui nguo. Ndio. Namtukuza Mungu kwa yale aliyofanya. Nafanya mimi na sijai kumhamasisha mtu afanye kama mimi. Nafanya mimi kwa sababu yako ambayo nimeyapitia. Na ule ushuhuda nao semaga, mfano sijawahi kuvaa nguo ya ndani. Nimesikia kwenye mahubiri. Sasa mmoja mwalimu akasema, wanafunzi kesho mje mkiwa mmevaa nguo ya ndani. Nenda kumwambia mzee, lakini mzee hakuweza kunielewa. Mzee kwa sababu kaka zangu wakubwa tu mitaani na wenyewe hawavai hizo nguo za ndani. Sasa mzee alikuwa na kawaida ya kuifua ile ya kwake nguo na kuianika ili asubuhi haivae tena. Sasa siku sikuwa na mpango wa kuwahi shule. Nikachukua ile nguo ya ndani. Nikaivaa. Ikawa kubwa. Nikaifanyia maarifa, nikaifunga kidogo huko, nikaifunga kidogo. Zile nguo za ndani ukitembea tu vibaya unakutimia upande vyombo tena.
Kwa hiyo kutoka nyumbani kwenda shule ya msingi Budiaka alinichukua muda, kwa sababu hujazoea vyombo alizoea kwamba tumeletewa kitu gani kumwamini. Pia nilipokuwa nimefika shuleni nako niligeuka kwa utalii wa ndani, maana wanafunzi hawajawahi kuniona huku kaptula imechanika kanaonekana kama tochi za gari, lakini hapa na penyewe pamezikwa. Kwa hiyo hata waamini wanafunzi walikuwa wananishikashika. Kuna kweli nialiko nimevaa nguo ya ndani. Kwa hiyo kutoka kwenye hayo mazingira kwanza watu wanadhani labda naigiza. Mimi siigizi, ndivyo nilivyo. Ndio. Sasa naweza kusema kuna watu wanasema kwa lengo ulizofika unaweza ukafanyaje ukaacha. Siwezi kuacha. Najua hapa mimi napita. Ndio. Dunia ninapita. Na huu mwili na wenyewe unafanyaje? Unapita. Kwa nataka nimtie moyo mtu anachoamini kwamba tunaweza kikawa baraka kwenye maisha yake, asikiache kwa sababu watu wanasema. Lakini pia utandawazi, nguvu ya mtandao kwa kweli, na yenyewe kipindi hiki haikuepeki. Kama nakumbuka kuna watumishi wanasema simu wakati naingia hizo ni Freemason nani, sasa ndio wanamiliki simu tatu simu nene. Kwa hiyo nguvu ya mtandao kwa kweli imeifanya kazi ya Bwana iwe nyepesi, maana nafika kwa wakati mmoja kwa mazingira hata ambayo toka uanze kuishi watu wanaondoka duniani ingekuwa ni ngumu kwenda kufika maeneo, lakini nguvu ya mtandao imetusaidia kuhubiri Injili. Mfano kama hivi Kenya Uganda na Marekani, kama kuna watu wako Marekani wako kule wananipigia simu, yani wanabarikiwa. Kuna Wanyakyusa, kuna Wasafu wa Kinga wako Marekani wanapiga simu, mtumishi wa Bwana tuko mbali, lakini unatusogeza karibu na jamii. Nguvu ya mtandao. Kwa hiyo mimi nataka niwatie moyo, fanyeni, mnafanya kazi iliyo njema, hata kama wako watu ambao hawezi kuwaelewa, wachache tunawaelewa kuhusiana na nguvu ya mtandao. Maana kama nilivyosema, kuna vitu vinahitaji maombi, lakini vitu vingine vinahitaji nini? Kama hivi vinahitaji mtandao. Maombi ni ya rohoni, lakini unapokuja mwilini unatakiwa kukutana na huyo online TV ili uwe ukafike Marekani na kuwahudumia watu.